tutaangalia plugin nyingine ambayo inaitwa function. Kabla ya kuiangalia hii plugin kwanza tuje tujikumbushe kwanza kwamba Excel ni program ambayo ipo kwa ajili ya kufanya calculation, iko based in calculation. Japokuwa kuna mambo mengine unaweza kufanya lakini iko based zaidi kwa ni calculation. Na tunaposema hesabu, tunapofanya mahesabu tunajumuisha matendo ya kihisabati ambayo yako mangapi? Yako manne: kujumlisha, kutoa, kugawanya na kuzidisha. Kwa hiyo hapa nimeasort pamoja na alama zake. Kujumlisha, kutoa, kwenye Excel utatumia hii, kwenye kujumlisha utatumia hii, kwenye kutoa utatumia hii, hapa kwenye kugawanya ndani ya Excel utatumia star, kwenye kuzidisha ndani ya Excel. Sasa kuna two ways za kufanya hayo maswali ya nini? Za kufanya hayo maswali. Njia ya kwanza ni manually na njia ya pili ni kutumia cell address. Nataka tuone hapa. Kwa hiyo tuna namba ambazo ziko kwenye seli mbili tofauti. Kuna 6, kuna 5, 9, 3 kama unavyoviona. Sasa hizi nataka nizijumlishe, hizi nizitoe, hizi nizigawanye, hizi nizidishe. Kwa manually ina maana hapa nataka nipate jibu la hayo maswali. Kwamba nipate jibu la 6 jumlisha 5. Siku zote jibu linakaga mbele ya sawa sawa. Kwa kama natafuta jibu maana yake unaanza na alama gani? Alama ya sawa sawa. Kutaanza sawa sawa 6 jumlisha 5. Nikiminya tu enter napewa jibu la 6 jumlisha 5 kwenye hiyo seli husika. Hapa itakuwa ni sawa sawa 9 toa 3. Tapata jibu la 6 toa 3. Hapa itakuwa ni sawa sawa na 8 gawanya kwa 2. Tapata jibu la 8 gawanya kwa 2. Hapa itakuwa ni sawa sawa na 3 mara 6. Tapata jibu la 3 mara 6. Kwa hayo ndo matendo jinsi ninavyotumia kama mnavyoona hapa kwenye formula bar. Kwamba hapa niligawanya, hapa nilitoa, hapa nilijumlisha. Hiyo ni njia ya kwanza ya kuingiza namba manually. Njia ya pili tunaingiza cell address. Kwa hiyo badala ya kuandika 6, nitaandika hiyo seli ambayo imecontain hiyo namba 6. Ambayo ni seli gani hapa? Ni H6. Jumlisha inafuata ni namba 5. I6. Utanipa jibu. Hapa itakuwa ni sawa sawa na H7 toa I7. Hapa itakuwa ni H8 gawanya kwa I8. Hapa itakuwa ni sawa sawa na H9 mara I9. Kwa hiyo kote napata majibu na yote ni sahihi. Lakini huku nimetumia kuingiza namba manually kama unavyoona kwenye formula bar, huku nikatumia cell address. Sasa njia ambayo inashauriwa ni hii ambayo imewekewa rangi ya green. Njia ya cell address. Tunapofanya calculation kwenye Excel. Kwa nini? Hii ni sahihi zaidi kwa sababu hii inakuwa inafanya view ya content ambayo iko kwenye chumba husika. Kwa hiyo kunapotokea changes zozote, ina maana yenyewe inafanya auto correction. Yaani maana yake ni nini? Hapa sasa hivi 6 jumlisha 5. Ikiongeza hapa ikawa ni 7 jumlisha 5. Automatic huku itanijumlishia 7 jumlisha 5. Lakini ile ambayo nimeingiza manually maana yake itabidi nianze tena kuedit humu ndani tena. Niingize namba 7 jumlisha 5 ndio ile majibu yaweze kufanana. Lakini hii ya cell address automatically imedetect kwamba ile cell sasa hivi na namba 7 ikanijumlishia majibu yakaje. Kwa unapofanya mahesabu tunashauriwa kutumia nini? Cell address. Sasa kuna mkusanyiko wa haya matendo kwa mtu kama kutafuta wastani. Umeona? Kwamba nisije jumla gawanya kwa idadi. Kwa hiyo badala ya kufanya manual uanze kujumlisha uje gawanya kwa idadi, tukatengenezwa hii plugin sasa ambayo inaitwa nini? Function. Kwa hiyo unafanya tu formula kwa kuingiza jina la formula then automatic ina detect kwamba itakuwa ifanye nini. Kwa hiyo hii function imegawanyika katika makundi mawili. Kuna formula function pamoja na if functions.
unapokuwa unatumia formula function unatakiwa ufuate yafuatayo. Cha kwanza unaanza na equal sign. Unaanza na alama ya sawasawa. Alafu baada ya hapo unaandika jina la function. Function ziko nyingi sana. Hapa nikiandika tu sawasawa a zinakuja function za a hizi hapa. Nikiandika b zinakuja za b hizi hapa. Nikiandika c zinakuja za c na kuendelea. Ila sisi tutaangalia baadhi. Tutaangalia zote ila tutaangalia nyingi sana. Baada ya kuandika jina la function unakuja kuingiza cell range. Tulisema cell range ni nini? Cell range tulisema ni nini? Ni mkusanyiko wa seli kadhaa. Hilo ndio jibu rahisi. Kwa seli zikishakuwa 2 au zaidi kwa pamoja tunaziita cell range. Kwa mkusanyiko wa seli. Kwa hapo utaingiza mkusanyiko wako wa seli then utakuja kumalizia na argument, maana yake ni koma, nini koma na nini. Tuone katika practical sasa. Kuna sheet nimeiandaa hapa ambayo ina wanafunzi mbalimbali. Kama tunavyoona unataka bado wanafunzi 30 hapa. Alafu wana jinsia zao na hawa wanafunzi wamefanya masomo 4: Hisabati, Kiswahili, Kiingereza na stadi za kazi. Sasa tunataka haya masomo yao 4 tufanye haya yafuatayo. Tutafute jumla, wastani, idadi ya mitihani aliyofanya, max kubwa, max ndogo aliyopata na vitu kama hivyo. Kwa sasa tutatumia function ili kufanikisha hilo. Tukianza na jumla. Jumla kwa Kiingereza unaita nini? Total au summation. Ndio. Kwa hiyo ni total au summation. Kwa hiyo function yake inaitwa sum ya jumla. Kwa hiyo sasa ili kutafuta jumla sasa andika alama ya sawa sawa, then andika jina la function. Ilikuwa kitu cha pili kufanya. Kwa hiyo ni sawa sawa na sum. Namba ni zoom ili ionekane vizuri. Sawa sawa na sum. Alafu unafungua bano. Tumesema baada ya kuandika jina la function kinachofuata ni cell range. Unatafuta jumla ya nini? Hapa na masomo mangapi? 4, si ndio? Somo la kwanza linapatikana kwenye seli gani? C8. Kwa hiyo nitaandika C8. Cell range inatenganishwa na nukta pacha. Kwa hiyo utaweka nukta pacha, then utaandika seli ya mwisho ambayo unataka uiweke. Kwa hiyo max somo lake la mwisho kufanya ni stadi za kazi ambayo inapatikana kwenye seli gani? F8. Baada ya hapo tumeshafungua bano, kwa tunafunga bano letu. Hata kama wako wanafunzi 500, ikiminya tu enter, automatically kila mtu atafutiwa jumla kama hivi. Kwa hapo unaona wote wanatafutiwa jumla automatically. Kwa sababu gani nimetafuta jumla automatically? Kwa sababu hizi zimefuata series. Yaani hii hapa ni C8 F8, hii hapa ni C9 F9, hii hapa ni C10 F10, hivyo hivyo mpaka mwisho. Kwa hiyo hata kama wako 500 wote kwa pamoja, by one click unatafuta jumla ya watu 500 na masomo waliofanya. Hata kama wamefanya masomo 20 automatically unapata jumla. Kuna swali hapo kwenye jumla? Sawa. Twende kwa nini? Hapo hivi kwenye hiyo jumla, kwamba unaandika hiyo seli ya kwanza na hiyo ambayo itaikudi ndio katika jumla. Si jumla ya masomo yake. Masomo yake alofanya si hili la kwanza, la pili, la tatu na la 4. Haya ndo masomo alofanya huyo bwana nani? Bwana Mwajabu. Ni bibi usio bwana. Bi Mwajabu kafanya masomo 4. Kwa hiyo somo lake la kwanza ni hili, la pili ni hili, la tatu ni hili. Kwa hiyo tunatafuta jumla ya masomo yake yote 4 max jumla alizopata ni ngapi? Na hiyo ndo cell range yake imekamilika, kwamba ni kutokea hapa mpaka hapa. Twende kwenye wastani. Wastani kwa Kiingereza ni nini? Kwa unaiandika kama ilivyo hapa. Average. Sawa sawa na average. Usisahau alama sawa sawa. Yaani hapa usikuandika sawa sawa, nikiandika tu average. Afu nikaweka cell range kwamba ni inaanzia C8, si ndio? C8 mpaka wastani wa kutoka C8 mpaka F8.
nikiminya enter inabaki vile vile, inakuwa ni kama nimefanya input ya data tu. Kwa hiyo ili iweze kudetect kana kwamba unataka jibu, lazima uanze na equal sign kama hivi. Kwa nikiminya enter automatic wata detect, then watatafuta kwa kila mmoja. Sasa kulingana na wastani, ndani yake kuna mambo ya kugawanya, ni jumla gani kwa idadi. Unaona kuna nyingine zimekuja na desimali 3, nyingine na desimali 6, nyingine hazieleweki. Sasa nataka zote ziwe na same range of decimals. Kwa kuna tool tunaitumia kwa ajili ya kurekebisha hizo desimali ambayo tunaipata kwenye hili group la namba. Utaziona hizi mbili hizi. Hii moja ina decrease decimal place, moja ina increase decimal place. Kwa nikitaka kuzi increase maana yake ni kuziongeza. Hapa naziongeza. Kuzi decrease na zipunguza. Active cell ni hii. Network ya kwanza. Kwa huku ni kuongeza, huku ni kupunguza. Kama nataka ziondoke zote desimali, unapunguza mpaka zote zinaisha kama hivi. Ndio nataka naacha desimali moja, kuoneka desimali moja. Kwa kuwa hii format tayari nimeshaifanya kwenye seli hii, nataka seli zangu zote zinazofuata zifuate format hiyo. Kwa kama kawaida nitafanya ile autofill. Here. Utaklik pale utashuka mpaka chini. Kwa zote zenye desimali 6 na nini zote zitakuwa na nini? Na desimali moja kama hivi. Imeeleweka hiyo? Hii alofanya ni idadi ya mitihani aliyofanya. Idadi ya mitihani aliyofanya. Nimeona kiandika hivi inakuwa inapotea, ndio maana nikabakiza tu neno aliyofanya. Ila hapa tunalenga idadi ya mitihani aliyofanya. Kwa sababu gani tunatafuta idadi? Kwa sababu kuna wengine wafanya mitihani mingi. Katika mitihani minne kuna wengine wafanya mitatu. Umeona kama huyu hajafanya hisabati ila mengine kafanya. Sasa nataka tuhesabu tujue kila mtu kafanya mitihani mingapi. Kwa hiyo tunahesabu. Kuhesabu kwa Kiingereza tunaita nini? Count. Kwa hiyo utaandika count inahesabie kutoka C8 up to F8. Itaniambia ukafanya minne yote, yule alofanya mitatu yuko wapi? Huyu hapa. Anaonekana na kule ukifuatilia huko kafanya mitihani mitatu na mmoja hajafanya.